Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kaifa? Tahibu na biheri, kwema? Kwema, si wewe? Namshukuru Mungu mwingi wa rehema. Amina. Unajua ni binti mzuri sana. Asante. Nilikuwa naomba mwezi huu ni wa toba na mimi nafunga. Nyumbani sina mpishi wa uji. Ningependezwa uwe mpishi wangu wa uji nyumbani. Fanye nusura kwako. Kwangu mimi? Kwa nini siku zote unajija kwetu sasa? Ndio maana nimeangalia katika wanafunzi wangu, wewe ni mwanafunzi mzuri na ni mwelevu sana. Unastahili kuwa mpishi wa uji. Nafunga sina mpishi ya mimi. Kwa mimi nakupikia wewe uji. Nakuhitaji uwe mama wa nyumba yangu. Si shehe wetu wewe. Sasa toka siku zote hizo ulikuwa wapi mpaka mwezi wa Ramadhani ndio utafute mpishi wangu? Ni kweli. Najua kila jambo la heri na kila fikra nzuri zinakuja wakati mzuri. Sasa ni kama huu mwezi ni mwezi wa heri na mwezi wa kufanya mambo mazuri. Kwa hiyo nimeona si vema kufunga bila kuwa na mpishi wa kunipikia uji. Na katika fikra yangu nimeona unafaa. Kwani kuna wanafunzi wangapi pale mpaka nimekuona wewe? Hata kama lakini mimi sio lika lako. Ni kweli Amina, lakini kwa namna ya mafundisho umefundishwa mwanamke kwamba hana ukubwa na wala hana udogo. Hususani pale anapofikia kuwa mama. Kwa umri usikutishe kwamba unafaa. Siangalia utu uzima wangu, angalia nafasi yako inasemaje. Lakini siku zote ulikuwa wapi mpaka mwezi wa Ramadhani? Hiki sio kipindi cha mambo hayo, huu ni mwezi wa toba. Nataka nifanye nusu hapa. Sasa wewe si unanihitaji mimi? Baadaye muda wa kufuturu, watu wakishafuturu njoo nyumbani. Umwambie wazazi wangu. Na hicho ndicho nilichokiona kwamba siwezi kuja nyumbani bila kuwa na mwenyeji. Mradi nimepata mwenyeji na meliafiki nitakuja nyumbani. Kwa uko serious kabisa? Niko serious Amina. Nafikiri nakutania na ndio maana sikutaka kukuambia tukiwa madrasa. Nikuja kukuambia huko. Nifunge safari nije nyumbani? Sawa, njoo. Sawa, asante kwa hiyo. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sasa mwanangu Rahma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mume wangu. Karibu. Asante. Vipi? Safi. Heri. Nzuri. Heri. Heri. Naendeleaje? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Vipi sawa? Alhamdulillah, tunaendelea. Nani Rahma? Abeba. Naendeleaje? Vipi kwa salama baba? Naendeleaje na saumu? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Amina. Abeba. Naendeleaje? Salama. Wana mnyonge? Hamna baba. Uko sawa? Ndio. Sawa, sihitaji uwe mnyonge. Sawa mwanangu? Sawa baba. Umesilimu? Sawa? Ndio. Kwa hiyo kuanzia hivi mtu yote atakayokuita Morin kataa hilo jina, sawa? Sawa baba. Wewe sasa hivi ni Amina, sawa? Ndio baba. Rahma. Abeba. Vipi umeswali? Hapana. Tena. Ni swali la mtu mama yenu. Mke wangu.
Beno. Mimi mmeswali? Hapana, ndo nilikuwa hapa natoa darasa kidogo na kumkumbusha Rahma awe anamfundisha mwenzie kwenye kuswali na kwenda madrasa pia. Sawa. Kwa sababu gani? Umesikia? Kufunga bila kuswali haimpendezi Mwenyezi Mungu. Sawa eh? Ndiyo. Inapendeza sana pale unapofunga na kuswali. Sawa? Sintofurahi au sintopenda nikute hapa nyinyi mnafunga tu afu bila kuswali. Tagombana. Rahma. Abeba. Wewe ndo mwalimu. Sawa eh? Sawa baba. Kwa zingatia mwenzako, hakikisha mnaswali. Sawa? Sawa baba. Mke wangu, Beno. mtakuwa mkali sana katika hilo. Kwa sababu kila kitu na kila mbovu. Ndiyo. Na wewe ndo utakaoelekeza wanao. Sawa? Inshallah. Ila mimi ndio kiongozi wa nyumba, sawa? Sawa. Kwa hiyo nawatakieni swaumu njema. Asante mume wangu, na wewe pia. Haya, naona muda umeisha au tayari hiyo. Na wewe mbona mnyonge tu? Namna. Haya, kwa kama. Kwanza nimefurahi nikuta mnasoma. Sawa? Na hiyo ndio inapendeza katika kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhani. Hakuna kitu kingine ambacho tunatakiwa kufanya, sawa? Zaidi ya kumtaja Mwenyezi Mungu. Mimi nawatakia kila la heri. Sawa mume wangu. Rahma. Na wewe kuna vipi? Nimesikia baba. Jitahidini sana. Unapofunga msikwazane. Sawa. Na mjitahidi kuswali. Mfundishe pia na mwenzio. Sawa. Naam, salamu alaykum. Alaykum salaam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Unajua binti, wewe ni mzuri sana. Wallahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba matunda mazuri. Lakini kuna hadithi pia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Mwenyezi Mungu ametuletea matunda matunda yenye thamani ni nyinyi wanawake. Kwa mimi ni wa thamani sana. Sana. Hata kitabu cha Mungu kinazungumza, hadithi zinazungumza. Mwanaume bila mwanamke mambo haendi. Sasa kwa wewe jinsi ulioumbika, mtoto mzuri, wallahi moyo wangu umekataza kabisa. Unajua nakia na mkizuia na Ramadhani hii naona nashindwa. Halafu nakapinga kwaka. Wallahi alhamdulillah. Natamani mimi angalau unipe nafasi angalau baada ya Ramadhani kuisha inshallah basi pataka kuoa mimi. Kweli? Mimi kama mimi ninavyokuona wewe na mazingira yako nasema wallahi Sheikh Abubakari, Sheikh Chete, bwana amepata mke tena mtoto mzuri kama mtoto wa Kisomali. Jamani. Wewe mzuri sana. Alhamdulillah. Na jambo lingine nataka kukuambia, hadithi hiyo imetoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwaambia maswahaba wake. Akasema oweni wanawake zaidi ya 4 at least Mwenyezi Mungu arete wepesi, arete nuru. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam Sheikh wangu Bwana Mkwanda. Naam. Sheikh. Ndivyo Uislamu unavyosema hivi? Naam Sheikh. Una maana gani kusimama barabarani wakati natoa dawa kwa binti kama huyu, na huyu ni binti mdogo, lazima apewe dawa ili mradi aweze kujifunza. Maana Qur'ani na hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anazungumzia, anasema peaneni mambo mazuri, mwekeane vitu vizuri, hatazaneni mambo mabaya. Sheikh Mkwanda, haya ndio mambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayotaka. Sasa umeona taajabu kipi Sheikh wangu? Sheikh, nimeona kwa macho yangu, nimesikia kwa masikio yangu, lakini shehe wangu, sehemu ambayo nimeingia mashaka ni sehemu moja tu. Zungumza Sheikh wangu. Ulipomshika huyu binti mashavu yake, hapo ndio umenitia shaka. Lakini swala la kutoa dawa, kutoa darasa, hilo alijalishi kwamba uwe mpaka sehemu labda ni msikitini au madrasa. Hapana, sehemu yoyote
dawa inatolewa, hilo najua shehe wangu, na huwa tunafanya hizo kazi za kutoa dawa. Sawa shekhe, nisikilize kwanza. Sasa shehe wangu, hapana, mimi wasiwasi wangu mkubwa na imenitia mashaka na hofu kumshika mwili wake huyu bibie. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Heli. Mbona mwanamke mzima unatembea kichwa kiko wazi, kuja kifunga na wakati huu ni mwezi mtukufu. Mwanamke lazima utande kichwa, ukifunike. Utande kichwa, ukifunike. Kwa hiyo, yaani hapa naenda zangu nyumbani. Nikifika zangu nyumbani, naosha vyombo, namaliza nafturu, alafu nakupitia, tutaenda kuswali. Tena wewe, je, mwenzangu umefunga kweli? Yaani umeanza vizuri nikawa nakuchekelea. Kumbe chenyewe unachongea ni iko. Mimi mwenzako siwezi kufunga kwanza. Sawa, siwezi kujipa tabu toka asubuhi linachomoza mpaka linazama. Kwa sababu hivi wewe si ndio unajua kama mimi na vidonda vya tumbo wewe? Nikiumwa nyinyi si ndio mnanibeba mnanipeleka hospitali? Sasa hizo gharama zote za nini? Wakati kwa siku nina uwezo wa kula shilingi 10,000. Hizo gharama zingine za juu si bora nikanunulia nguo? Mimi shehe, usichokiona wewe labda inawezekana macho yako kidogo ameenda tofauti shehe. Mimi kufanya hivi kulikuwa kuna kidude kiko hapa. Lazima nimtoe. Ni ndio mwanzo kupata na mimi thawabu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala shehe. Mimi sio kwamba nimemshika binti, mimi nimekushika. Shehe. Sisi. Wewe binti. Alafu nilikuwa naamini wewe pia utakuwa na maadili tu mazuri kwa sababu mjomba wako tupo naye pale msikitini, yeye ndio imamu. Alafu umefungaje hiyo nani? Kitambaa chako. Haya, nenda nyumbani. Nenda. Shehe wangu. Unanitia mashaka. Unatutia mashaka. Tutawatia mashaka zaidi Waislamu. Sawa? Najua shehe una elimu kubwa, lakini swala la kumshika yule bibie hapana. Basi shekhe, mimi nimekuelewa vizuri, tena nimekuelewa sana shekhe wangu. Wallahi sisi tuliosoma mbali kidogo shekhe wangu, wakati sisi tuko Maka, kuna mambo mengi tulisoma. Kumshika mwanamke si dhambi. Kumshika mwanamke sio kwa kutoa kitu kibaya, sio kwa kukusudia katika moyo wake kwamba mimi kuna kumshika mwanamke ndio makusudio mabaya shekhe. Lakini mimi moyo wangu na nadhiri yangu ilikuwa kumtoa tu kile kijani, sio nadhiri ya kumtongoza shehe wangu. Wallahi haya mambo haya shehe, na mwezi mtukufu kama huu. Hapana shehe. Na mimi katika hilo nakuwa mkali kweli kweli. Sio kwako tu. Sawa? Kwa mtu yoyote ambaye nitamuona anakwenda ndivyo sivyo, kipindi kama hiki cha mfungo wa mwezi wa Ramadhani nitakuwa mkali zaidi. Basi shehe wangu, mimi nimekuelewa sana. Mimi ni mtu mzima, elimu shehe nayo. Basi tuombe Allah atupunguzie na mitihani hii, na mimi angalau tupishe na ashara. Inshallah. Tukutana sehemu yote bila shehe inshallah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma Mwenyezi Mungu utunusuru na mitihani tunayoipata wanadamu ya rabbil alamin. Allahumma Mwenyezi Mungu utuondolee na shaka za katika dunia ya rabbil alamin. Utuondolee na kiburi ya rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa qina adhaban nar wa adhabal qabr wa adhabal qiyamah. Allahumma Mwenyezi Mungu utunusuru na mitihani ya rabbil alamin. Utunusuru na kila jambo linalokuwa shari ya rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Sheikh wangu nakushukuru sana. Wakati huo unajua hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema pale unapokuwa mnakumbushana jambo jema, basi pale panakuwa kuna jambo zuri. Tukatazane mabaya na mema tulisha. Nashukuru sana Sheikh wangu. Mashaallah. Inshallah. Sasa Sheikh, twende kwa Sheikh Dura, alimpatia misafu 21. Sasa inawezekana ikakupatia misafu 10 ukabaki nayo wewe, ni 11 nikapeleka kule. Mashaallah. Haya sawa Sheikh Abubakari. Lakini kumbuka huu ni mwezi mtukufu. Huu ni mwezi wa kufunga, kutubu na kurejea. Unamsema kabisa eti kwamba huwezi kufunga kwa sababu ni vidonda vya tumbo. Hivi ni sahihi? Sawa. Sasa huyo Mungu laiti ningekuwa nishaimuona hivi paka shuka hapa, ningefunga. Lakini kwa sababu kila siku tangu nizaliwe wanasemaga Mungu atakuja, na mpaka nafikia umri, mpaka nitaenda kaburini sijawahi kumuona Mungu. Yaani ningemuona ningefunga, lakini kwa sababu sijamuona siwezi kufunga mama. Sawa? Kumbuka hata ninyi mnaofunga, bora hata mimi ambaye sijafunga.
Sawa? Ninyi mnaofunga, mkifungua tu ni wachafu nyinyi. Yaani mnarudia zile dhambi ambazo mlikuwa mnafanyaje? Mlikuwa mnazitubia eti. Mnazitubia sijui mnaomba msamaha sijui mnafanyaje, mnasemaje sijui. Wewe, mimi siwezi kujipa tabu dada. Sawa? Siwezi tena siwezi. Astaghfirullahi lazima. Hivi wewe, unajiona uko sahihi sana eh? Kwanza umejitetea, una vidonda. Pili sasa hivi unazungumza sio ukifungua, sio umefanya mambo gani? Haya mambo mengine ni pembeni. Lakini mimi nakuzungumzia sasa hivi. Huu ni muda wa kufunga, ni muda wa kumtafuta Mungu. Sio muda wa kuanza kujitetea. Huu sio muda wa kujitetea kama kule tumeshakula sana. Yaani hayo mateso siyawezi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nakusikitikia sana ndugu yangu. Nakwenda siku. Wewe nenda tu. Sasa wadogo zangu, kwa leo mimi nadhani tuishie. Si ndio eh? Ndio baba. Tukijaliwa na Mwenyezi Mungu kesho tutaendelea na jinsi ya kutumia tasbihi. Sawa eh? Tutaelekezana jinsi ya kuswali na maneno yale ambayo tunayatamka tukiwa tunaisimama, tunasujudu. Sawa eh? Sawa dada. Kesho ndio tutajifunza namna ya kuswali na kutumia tasbihi kwa ujumla. Tumeelewana? Ndio baba. Ila ninacho tu wasini kitu kimoja. Kwenye mwezi kama huu hutakiwi kugombana na mtu. Mtu kama alikutukana, alikukwaza kwa namna yoyote ile, huu ndio mwezi wa kumsamehe. Na wewe kama ulishawahi kumkosea mtu, huu ndio mwezi wa kuomba toba kwa aliyekukosea na kwa aliyemkosea. Mwenyezi Mungu anatufundisha ukikosea lazima uombe msamaha na ukikosewa lazima ukubali kusamehe. Sawa? Kwa msiweke vinyongo, msigombane na watu, msisengenye. Kazini nyinyi ni kufunga na kuswali tu. Sawa eh? Sawa baba. Kama tumeelewana basi mimi hapa nawaruhusu muende nyumbani, mkifika msalimie huyu ndugu yangu. Sawa. Msisahau kuswali magharibi eh? Sawa. Asalamu alaykum wazee. Wa alaykum salam. Naam. Wema shehe. Wema bibi. Tunamshukuru Mungu mwingi wa rahma shehe. Naam. Bwana, jambo la heri. Maana hii safari nataka nifunge nije huko. Ndio. Kimradi tumekutana hapa ni jambo la heri. Karibu sana. Na mimi nina jambo la heri mashehe wangu, nahitaji mnisaidie. Ndio. Tena mnisaidie haswa. Kwa sababu leo ni chungu cha pili. Naam. Mimi nafunga kama mnavyojua, kijana wenu na watoto madrasa nafundisha, alafu mtu wa kunipikia uji nyumbani hakuna, haipendezi. Naam. Sawa. Nilichokiona wazee wangu katika mabinti zangu mnaowafundisha pale, kuna binti mmoja nimemuona na nimeshapata kuzungumza naye, nahitaji kufanya nusura mashehe wangu. Mashaallah. Barakallahu taala. Hili ni jambo shekhi, ni jambo la muhimu sana. Hili ni jambo katika vitu ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema tuvifanyie kwa wepesi sana. Unaelewa? Na kwa haraka. Jambo la kwanza la ndoa, la pili mtu akitaka kusurifu, na la tatu kuzikwa marehemu au kwenda kuzika. Hili jambo muhimu sana. Shekhi wangu, binti gani huyo? Nimezungumza na binti Amina, mtoto wa mzee Sefu pale Mwembeni pale. Ile Bi Amina pale. Amina. Alhamdulillah. Mashaallah. Bwana Mwenyezi Mungu alete wepesi inshallah. Shehe wangu, katika kitu ambacho umefanya cha maana sana ni hilo jambo. Kwa sababu gani shehe? Kwa kipindi kama hiki cha mfungo wa Ramadhani, vijana wengi huwa funga zao zinakuwa na yaani na utata, kwamba mtu unakuta anaishi na mwenzake hawajafunga ndoa, anachokifanya anamwambia mwenzie eti aondoke ili yeye akae afunge Ramadhani. Sasa hiyo sio sawa. Usawa ndio huo, si wangu ambao umeamua kufunga ndoa na Bi Amina. Sasa kiukweli mimi shehe wangu niko pamoja na wewe. Sawa. Jambo lingine ambalo nataka kuhusia kijana wangu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa nguvu na pia akakupa fahamu kubwa sana. Sasa kwa hilo uliamua wewe
basi ujue hadi sasa hivi kuna malaika wewe wanakutembelea wa kheri. Sawa sawa. Hii ufanye hima muda wote, swala kusema kwamba usimamizi hata kabla bwana Mkwanda, na mimi nasema niko tayari. Kwa hiyo sisi tuko tayari, tuko bega na bega na wewe hadi utimize hili. Mwenyezi Mungu alete kheri yake inshallah. Basi inshallah. Yaani nia na madhumuni yangu mimi kuja kwenu nimpe kazi bwana kubwa aweze kupeleka barua. Hayo yamekwisha. Mimi na huyu bwana sawa sawa, unapoona msikiti na hazana. Kwa hiyo mimi na huyu bwana kitu hiki kimoja, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Simuelewa vizuri. Basi inshallah kati ya yote haya bwana Mkwanda, na kawaida yetu huwa tukikutana kwa jambo la kheri kama hili tulitie nusu inshallah. Bismillah. Moja kabla ya yote. Lakini shehe wangu, hili jambo inabidi ni haraka sasa. Sawa? Inabidi tulifanye kwa haraka zaidi. Kwa sababu kama hivyo unavyosema leo ni chungu cha pili. Ndio iko hivyo. Ndio jambo hilo. Sawa. Sasa itapendeza zaidi madamu umenikadirisha mimi nasema hili swala mimi sisubiri kesho ujue. Mimi leo ndo nakwenda kwa mzee Seif. Safi. Masha Allah. Hata mimi nahitaji iwe hivyo. Safi kabisa. Naam. Sheikh, hili jambo la kheri bwana. Basi vizuri. Mimi nasema kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika jambo ya watu wa namna hii, na ndivyo Qur'ani ilivyotufundisha na hadithi. Sawa sawa. Hatua ya kijana umri kama wewe bado damu inachemka, kuondoka kwenda Mungu akakupa nguvu ukaenda kusema kwamba nahitaji kuoa, usubutu kuoa. Wallahi ni ujasiri, na ndivyo kanuni ya dini inasema. Leo shehe tuko tayari pamoja na wewe. Basi nashukuru. Baada ya hivyo Mwenyezi Mungu, baada ya kusema hayo, tumtakie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe nguvu, na pia tumtakie Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atupe neema. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa qina adhaban nar wa azabal qabr. Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Rabbi, mjalie kijana wetu aweze kupata zauja kwa nguvu zako Rabbil Alamin, aweze kupata mke ya Rabbil Alamin, umnusuru na mitihani yote ya Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Basi tunasema inshallah Mwenyezi Mungu atakujalia. Nashukuru.